nimekuja mbele na Tanzania kuja kuomba radhi pamoja na Mangwajima, kuja kuomba samahani kwa video yangu ambayo inasambaa huko mitandaoni. Nilikuwa najihusisha na masuala ya ushoga, ila kwa sasa hivi nimeacha. Ile video ambayo mnaona mtandaoni ni video ambayo ina miaka mitatu ile video, ambayo kipindi hicho nilikuwa naishi maisha magumu sana, maisha ambayo nilipita kwenye vishawishi vingi sana, maisha ambayo nilipitia vitu vingi sana, maisha ambayo nilifanya vitu vingi sana vya ajabu. Yote ni maskini, maisha dhiki, njaa, ila nilifanya nipita maisha magumu sana. Kwa hiyo naomba na Tanzania mnisamehe, Mama Mangwajima pia mnisamehe. Na pia napenda kusema kitu kimoja. Hiyo video mtu ambaye ameitoa, kuna mama ambaye anaitwa Redina huko TikTok. Mimi nilikuwa kundi la Redina, nilikuwa team Redina huko TikTok. Tulikuwa tunatumikishwa sana, siko peke yangu, tupo wengi. Tulikuwa tunatumikishwa sana, tutukane watu, tuongee mambo mabaya, tuongee mambo ambayo yapo kinyume na maadili, akidai kwamba ana pesa na nini, anaweza kufanya chochote, anaweza kufanya kitu chochote kile. Huyo mama anatuma watu tutukane watu, anatulipa pesa tutukane watu. Lakini mimi ilifikia hatua nikaamua nitoke niishi maisha yangu, lakini toka nimetoka alijaribu kuningangania, lakini mimi niligoma. Nilipoanza kutoka, yeye akawa ananifanyia mambo ya ajabu, mara kunitishia, mara kusema atanifanyia shengesha, mara kufanyia hivi. Kwa Tanzania mimi sijapost hiyo video. Hiyo video imevujishwa na rafiki yangu ambaye na kumbukumbu na mpaka leo hii anatumia email yangu ambayo ipo kwenye simu yake, sababu nishiko kumwazimaga simu wakati mimi simu yangu iliharibika. Nikamwazima simu yake, nikakaa nayo simu yake kwa muda kama wiki 2. Nilikaga email yangu mule, wakati narudisha nilisahau kuitoa. Snapchat yangu iko mule, yani email ambayo natumia kwenye Snapchat yangu ipo kwenye ile simu ambayo anatumia rafiki yangu ambaye bado yupo team Redina, ndo kavujisha hizo video. Huyo mama ni mbaya sana.